الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu na kumtakia rehema za ziada kiongozi wa umma huu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karibu ndugu yangu mpenzi mtazamaji wa Mwale Online TV, kisima cha elimu na maarifa ya Uislamu. Na leo tumewajia hapa mbele zenu katika kipindi chetu pendwa cha ujue Uislamu wako katika channel yetu hii ya Mwale Online TV. Mbele yangu hapa yupo al-Ustadh Ali ibn Said ibn Muhammad al-Hariri. Tumekuja na mada adhimu sana, bila kurefusha wakati na kutalisha muda, nimpe nafasi aweze kuwasalimia. Karibu Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu Islam, kama ilivyopewa nafasi na yangu Ustadh Abdallah niwasalimie, basi alhamdulillah, kwa majina naitwa Ustadh Ali Saidi kama nilivyofahamishwa. Kwa hiyo ahlan wa sahlan katika kipindi chetu hiki cha Mwale Online TV. Inshallah, shukran. Asante. Karibu Ustadh Ali katika channel yetu pendwa ya Mwale Online TV, channel ambayo imekuja kwa lengo la kuelimisha umma huu wa Kiislamu. Na leo mpata bahati kubwa sana ya kupata nafasi ya kuja na wewe. Niseme ni fursa kubwa sana kwangu. Lakini mada yetu leo mezani ni kwamba ni upi umuhimu wa kuwasomesha watoto elimu dini ya Kiislamu. Mada hii kwa jamii ya sasa hivi tuliyokuwa nayo ni mada ambayo ipo katika mstari, naweza nikasema hivi kwa lugha nyepesi kwamba ni mada ambayo imegusa jamii kwa ujumla. Ustadh Ali, tuambie kwanza kabla ya mambo yote kurefusha wakati, swali langu la kwanza kwako, elimu ya dini ya Kiislamu ina umuhimu gani kwa jamii yetu kwa mujibu wa Uislamu wenyewe kama ulivyotueleza? Alhamdulillah, elimu ya dini ya Kiislamu inaenda moja kwa moja katika majibu kwa jinsi Allah atakavyowafikisha. Elimu ya dini ya Uislamu katika jamii ni elimu muhimu zaidi na mno. Sasa elimu ni muhimu sana sasa katika jamii yetu. Naam, asante Ustadh Ali. Na mada yangu nimeanza na swali hilo la kwanza la kuhusiana na elimu. Mada yangu nimependa nilenge sana katika kuwasomesha watoto elimu ya dini ya Kiislamu. Sababu jamii yetu leo ya Kiislamu ilivyo haisomeshi watu elimu ya dini, na ndio maana miongoni mwa majambo ambayo ni hatari kwa jamii ni watoto kukosa nini? Kukosa elimu. Watu wengi tumekuwa tunapouza. Ustadh Ali, unaweza kutuambia kwamba je, kuna madhara gani ambayo watoto wetu wa Kiislamu wakosa elimu watayapata kwa mujibu wa Uislamu? Madhara ni mengi sasa ambayo yatapatikana endapo watoto hawatafundishwa au hawatapatiwa elimu ya dini ya Uislamu sasa kama Waislamu. Sasa tuzungumzia kiimani na kijamii sasa, umeona, kwa sababu kusema kiimani tumejumuisha na jamii kiufupi. Sasa lazima tuzungumzie lugha mbili, kusema imani na kijamii, sababu kwanza elimu ya dini inamsaidia mtoto kujitambua katika namna nyingi. Sasa katika namna nyingi sana inabadilisha hivyo kujitambua mwenyewe kiimani. Sasa kwa na imani na hofu, yani imani kamilifu. Sasa kumjua Allah kwa ukamilifu na kujua stahiki au hukumu sasa ambazo kutoka kwake kwa Allah subhanahu wa ta'ala na jamii kwa ujumla. Sasa umeona, kwa hiyo kuna vipengele vingi mno ambavyo vinaweza kusababisha hasara au hasara kubwa katika jamii na yeye mwenyewe. Kwa hiyo nadhani nimeeleweka vizuri. Sasa hiyo nikuelewa, nimeeleweka vizuri. Na mpenzi mtazamaji wa Mwale Online TV, kisima cha elimu na maarifa ya Uislamu, naye Ustadh Ali ibn Said ibn Muhammad al-Hariri atueleza namna gani elimu ya dini ya Kiislamu ilivyokuwa muhimu kwa watoto wetu. Na kwa mujibu wa maelezo yake, kama ulimsikiza vizuri hapa, ametuambia kwamba ikitokea mtoto wa Kiislamu amekosa elimu ya dini ya Kiislamu, basi madhara yake atadhurika na madhara ya aina mbili, kwanza kijamii, lakini pili kiimani. Ustadh Ali, unaweza kutuambia unawaambia nini wale wazazi ambao wamekosa kufanya investment, yani kuwekeza katika elimu ya dini kwa watoto wao, yani wameona kwamba dini kwamba wanachelewa au dini kwamba haina umuhimu kwao? Je, unawashaurije wewe kama ustadhi? Mimi ushauri wangu ni kwamba wawahimize na wasimamie watoto katika kuwafundisha elimu ya dini, sababu ndio dini ya kimaumbile, ndio elimu ya kimaumbile. Sasa elimu ya dini ya Uislamu kwa mujibu wa zama zetu wanaita elimu al-akhirah, lakini sio elimu al-akhirah, ndio hii ni fi dunia wal akhirah. Sasa dunia, elimu ambayo inapiga kazi duniani na akhira. Sasa kwa sababu
kama ingelikuwa elimu hii inafaa akhira tu, basi ingelikuwa haina manufaa duniani. Sawa. Lakini ina manufaa sehemu zote mbili. Ndio bwana Allah subhanahu wa ta'ala sema wal akhiratu khairul laka min al-ula. Sawa. Lakini ukiangalia neno ya elimu yetu ya dini inafungamanisha vitu vingi. Umeona? Kama Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Umeona? Ukichukua kipande cha mwanzo tu inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kika Allah mtukufu anakuamrisheni kufanyana uadilifu. Umeona? Kufanyana uadilifu. Kwanza elimu ya dini ya Uislamu itamfanya mtoto au kijana aweze kutambua haki zake yeye mwenyewe kama mtoto. Sasa hivi kuna mambo ya haki ya binadamu ndio, au haki za watoto ndio. Ina maana mtoto huyu atazitambua haki zake kibinadamu na pia atambua haki zake za kiroho, maana kwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa na imani kamilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha jua kwamba ana elimu ya dini, sababu inamfundisha mtoto kumtengeneza imani kamilifu katika moyo wake na jamii kwa ujumla. Anajua stahiki yake ni nini. Kuna maneno yanasemwa kwamba inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kuna imamu mmoja amezungumzia kwamba amara Allah ta'ala al-'abdu au amara Allah ta'ala al-'abda, Allah mtukufu amemwamrisha mja bil 'adli fima bainahu wa baina rabbih, yani kwamba mja aweze kujitengenezea uadilifu, yani ajue uadilifu, kujifanyia uadilifu yeye mwenyewe na kufanyia uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hakuna chochote ambacho kitamfanya mtu atambue uadilifu wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya elimu ya dini ya Uislamu. Sasa anaposema wal adlu fi ma bainahu wa baina nafsihi, yani aweze kujifanyia uadilifu yeye mwenyewe. Sasa endapo mtu atakuwa hajapewa elimu ya dini ya Uislamu, hataweza kujitengenezea uadilifu mwenyewe. Maana yake atadhulumu nafsi yake mwenyewe. Sasa bado tutakuwa tunatengeneza jamii duniani ambayo haina misingi mizuri, na bado pia akhera itakuwa bado kuna hasara vile vile, kwa sababu ikiwa hajaweza kujimaintain mwenyewe katika ibada, hajaweza kujimaintain kujua haki zake za kielimu, haki zake za kimaisha, haki zake za kuishi na watu katika jamii nzima, haki za kufanya ibada, haki kadha wa kadha, hajaweza. Ina maana hataweza pia kujifanyia uadilifu mwenyewe kwa nafsi yake, hasa katika kuelekea kule siku ya mwisho ambayo ni siku ya akhira, tunazungumzia mpaka siku ya kiyama. Ndio kwa sababu elimu ya dini ya Uislamu tukizungumzia uadilifu na ihsan ni vitu ambavyo vimemaliza kila kitu, vimeenea katika sekta zote. Sitaki kuzungumzia kwa namna kama jinsi watu wanazungumzia kwa utofauti au upanafu zaidi. Kawaida kila mtu anazungumzia hivyo, mimi nazungumzia kitu tofauti kidogo kwa aya hii, kwa sababu tukizungumzia uadilifu umechukua nyanja zote. Sasa uadilifu maana kuna kula, kuna kuvaa, kuna kulala, kuna kucheza, kuna kuamka, kuna kusoma, kuna kufanya ibada, kuna kadha wa kadha, ndio uadilifu. Sasa elimu ya dini ya Uislamu imeingia katika nyanja hii, kumfundisha mtoto kujitambua, kutambua imani yake na kutambua yalokuwa nje ya imani yake mengineyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia nayo katika dunia tunaendeleza. Sasa unaona na kisha kujitambua kiimani ndio moja kwa moja mpaka kumtambua Allah, na faida za dini, elimu ya dini ni kufikishia kule ambapo na kusudia sisi ni wapi, ni akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama dunia mazaratu al-akhirah, unaona tunasema dunia ni chungu la kutumia akhira. Kwa hiyo kama sisi tupo duniani tunapoisoma elimu ya dini ya Uislamu kwa maana ya kujitengenezea maisha yetu duniani na akhira. Unaona, sasa nisijibu sana maneno mengi, nadhani hili kwanza litosheleze. Ustadh Ali, niseme nimefurahi sana kwa maelezo yako uliyoeleza, lakini umegusia katika nyanja muhimu sana ambayo
Yawezekana kwamba jamii ya Kiislamu watoto wetu wakikosa elimu ya dini, maana yake wamepata hasara iliyokuwa kubwa sana. Na leo wazazi watambue kwamba elimu ya dini ya Kiislamu ndiyo salama ya vizazi vyetu. Tukitaka watoto wawe na maadili mazuri, wawe na nidhamu, wafuatie yale ambayo yanapaswa watu kuishi maisha mazuri, ni kufuata mwenendo wa Kiislamu na kusoma. Huwezi kusipata bila kusoma. Niliwahi kusoma katika hadithi kule, hadithi al-Qudsi, Mtume anasema, Mwenyezi Mungu anasema kule, mfahamuni Mungu kisha ndio muabudu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba elimu ya dini kumbe ina fadhila kubwa na ubora wake duniani na kesho akhera. Ustadh Ali, tusirefushe wakati sana, nikupe nafasi ya kutuma ujumbe wako wa mwisho kwa wanaotazama katika Mwale Online TV. Kuna nishukuru kwa fursa hii. Ndio. Allah anamjuza kila mambo. Ndio. Ili nazungumza na ndugu zangu katika imani, Waislamu na wasio Waislamu, yote ambaye atakuwa anatazama channel yetu ya Mwale Online TV. Ndio. Kufuatilia au kusikiliza, ningependa nimshauri kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mkamilifu. Sahihi. Kwa mkamilifu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ushauri wangu malezi. Sababu malezi ndio yanasababisha kupatikana vitu hivi kama elimu ya dini na vinginevyo. Sawa. Bila malezi sahihi, basi hakuna chochote kitakachopatikana. Sawa. Sababu elimu ya dini kwa ilivyo au kwa jinsi ilivyokuwa ina uzito. Sawa. Ina uzito, na ule uzito wake ndio uzuri wenyewe. Sawa. Angalia historia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaambiwa wakati akifundishwa alipotokewa na Jibril katika hali Hira pale, ndio akaambia iqra, soma. Amaona Mtume Muhammad akasema ana biqari, mimi si msomaji, sijui kusoma, nisome kitu gani? Sawa. Basi katika historia tunaambiwa kwamba Jibril alimbana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiasi kwamba kufikia ndoto zake kufanya nini, aliumia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuipokea ile elimu, tena ni ya Uislamu, ya dini, japo ni elimu ya Uislamu inafungamana na kila kitu. Sawa. Bali tukisema hivyo elimu ya Uislamu ni elimu ya duniani na akhera. Sawa. Kwa hiyo Mtume Muhammad alichukua kwa ugumu mpaka akaambia bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Sasa mwana kwamba elimu inatufundishia, na si elimu ya dini tu, yani hata elimu yoyote lazima mtu aingize katika mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio unapopata kuona elimu ya dini ya Uislamu si elimu ya akhira tu, ni elimu ya kila nyanja zote. Sasa kwa hiyo ushauri wangu, ndugu zangu, ni wasimamieni watoto katika malezi mazuri na muandae, kwa sababu ukiandaa shamba zuri, basi hakikisha umejiandalia mavuno yaliokuwa mazuri. Hivi itakuwa ni mtihani. Kuna hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikisema Kiswahili nasema kullu mauludun yuladu ala fitra, kila chenye kuzaliwa uzaliwa katika Uislamu, isipokuwa wazazi wake ndio watambadilisha yule mtoto awe ni Nasara au awe ni Myahudi au awe ni Majusi. Sasa Kamwana. Kwa maana gani? Kwa maana malezi ndio uthibitisho wa kufikia lengo la kusoma dini za Uislamu. Sasa bila malezi dini hakuna. Sasa Kamwana, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe kwa uwezo wake ndio mwenye kuisimamisha hiyo dini. Ya kuzungumza nadhani vitu ni vingi, kwa sababu kipindi chetu na muda wake ni mdogo, basi niombe walipokea hili wazazi. Sasa walikamalillah, Allah ndo mkamilifu katika yote. Asante, shukran sana. Tulikuwa naye Ustadh Ali ibn Said al-Muhammad al-Hariri, ambaye kwa sio mfahamu, huyu ni mtoto wa muasisi wa Mawa al-Islam Sheikh Shaban ibn Muhammad Hariri, Allahumma fillahu warhamhu. Ametueleza namna umuhimu wa elimu ya dini ya Kiislamu. Niseme tunashukuru sana Ustadh Ali, lakini pia nikuombe Ustadh Ali utuombe dua. Mwale Online TV ni channel ambayo ni ndogo sana, ni changa, lakini vikwazo ni vingi sana. Mwenyezi Mungu aijalie ni channel kubwa sana kwa lengo la kufikisha tu yale Waislamu yafikie. Na miongoni mwa madhara makubwa Ustadh Ali kwa zama hizi ni watu wengi hawana muda wa kusoma. Kwa hiyo walau wakipata nafasi kama hii ya kusikiliza moja mitatu kwenye mitandao, basi wakati wanafaje wanaopata
Kwa hiyo inshallah niseme nashukuru sana na karibu sana Mwale Online TV. Ulikuwa nami Ustadhi Abdallah Ibn Ali Mwale. Karibu sana Mwale Online TV. Usahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.